safi, nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Bwana, uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Unitege sikio lako Bwana katika maombi yangu. Bwana, nakuomba unitege sikio lako Bwana katika maombi yangu. Bwana, nakuomba Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya. Bwana, uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Bwana, uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Bwana, uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Bwana, uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Haleluya, pigia Bwana Yesu makofi. Amen. Bwana, uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Bwana, uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe kwa kweli na kwa haki. Haleluya, haleluya. Bwana ni mwema. Ile ingine. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Amini, amini, mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza.
Mungu ni mwenye haki. Amen. Amini tu Mungu ni mwenye haki. Amen. Na atatimiza. Mungu ni mwenye haki. Inaanza na Mungu si mdhalimu. Mungu si mzalimu ili ajute, wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Mungu si mzalimu ili ajute, wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana atukuzwe sana. Amen. 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 Ninashukuru Bwana kwa nafasi ametupea. Aya, Mungu awabariki sana. Tusome kitabu cha Zaburi 15. Nataka ni divert kidogo kwa kile ambacho tulikuwa tunanena, alafu kutoka tukirundi saa 8 tumalizie. Na ikiwezekana tuje saa 9 senyewe. Tukimaliza saa 9 tukiwa saa 9 senyewe ili tuweze kuwa na muda kidogo, kwa maana nitateremka Meru leo. Kwa hivyo ili tuwe na muda mpaka saa 12:30 kule ili niondoke. So tusome kitabu cha Zaburi 15 kuanzia kwanza mpaka ya mwisho. Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali waheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Amen. Amen. Nisome, Lord, who shall dwell temporarily in your tabernacle, and who shall dwell permanently on your holy hill? He who walks and lives uprightly and blamelessly, who works righteousness and justice and speaks and thinks the truth in his heart. He who does not slander with his tongue, nor does evil to his friend, nor takes up reproach against his neighbor. In whose eyes a vile person is despised, but he who honors those who fear the Lord, who revere and worship him, who swears to his own heart and does not change. He who does not put out his money for interest to one of his own people, and who will not take a bribe against an innocent. He who does these things shall never be moved. Amen. Mtu atendaye matendo haya hatawahi angushwa. Na kwa maana niko na dakika chache, nataka kukuonyesha kitu fulani katika neno hilo. Neno hilo liko na sehemu mbili. Anauliza Bwana, ni nani atakayeketi katika hema yako ama hema lako? Alafu ni nani atakaye jenga masikani yake ama makazi yake katika mlima mtakatifu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe.
Kumaanisha Mungu akona sehemu mbili. Moja anaita hema, ya pili anaita mahali patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona anauliza swali, anauliza ni nani anaweza kuingia ajijengee. Hema ni hii tuko, inaitwa ingine zita tabernacle. Ni mahali pa kanisa, mahali pa kusanyiko la watu. Mahali pale pa kusanyiko la watu huingia wakitoka, wanaingia wanatoka, kumaanisha hautalala hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mahali anaita masikani ya Mungu ama mlima mtakatifu, si mahali pa kuingia na kutoka, ni mahali pa kujenga masikani milele. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mahali pawili Mungu anatarajia huwa unaingia, na unaweza ingia katika hekalu hili, lakini usiingie katika masikani yake. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuja kanisani uwe umehesabiwa pamoja na kanisa, lakini Mungu asikuruhusu kuketi katika mahali pake patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pale patakatifu si kila mtu uruhusiwa kuingia, na mahali pale tunastahili kuingia tukiwa hapa, tukiwa duniani, si ati tutaenda kwake. Mahali pale ni mahali pake pasiri, masikani yake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati shetani alienda kwa Mungu, wakati Mungu alikutana na wana wa Mungu, shetani alipofika waliagio na Mungu kuhusu mtu anaitwa Ayubu. Kile ambacho alikuwa anaagio ni kuhusu imani ya Ayubu na vile Ayubu utembea. So shetani Mungu anamuuliza, "Je, umemuona mtumishi wangu anayeniheshimu sana anaitwa Ayubu?" Shetani anasema si ati Ayubu amekupenda, isipokuwa umejenga masikani kwake. Kwa hivyo mimi hata nikijaribu kwenda kuingia sina nafasi ya kuingia, kwa maana wewe umejenga masikani ukamsingira. Kwa hivyo siwezi pata nafasi. Nikiingia kwa watoto wake ninakuta umewalinda, nikienda kwa ng'ombe zake ninakuta umelinda, nikiingia kwa utajiri wake nimekuta umelinda. Sasa unaniuliza, je, kama ninajua Ayubu? Ayubu ninamjua, lakini siwezi ingia kwake kwa sababu umemzingira, umejenga masikani. Anamwambia Mungu, mimi nina dispute kuhusu kukupenda kwa Ayubu. Mimi ninasema hakupendi. Mungu anamwambia ninajua Ayubu mzuri, Ayubu ananipenda. Shetani anamwambia si mimi ninakwambia akupendi, isipokuwa umemsingira. Kile kinafanya akupende ni kwa sababu umemsingira, umejenga masikani kwake. Lakini unajua neno hilo linaongea kama dunia hiyo ilikuwa na Ayubu pekee anayependa Mungu. Mungu hakuuliza juu ya wengine, aliuliza juu ya Ayubu. Lakini kulikuwa wakati Ayubu alipata shinda, ndio tulikuja kugundua alikuwa na watu walikuwa wanaabudu naye. Halo? Kwa maana walikuja kumtia nguvu. Lakini swali ni, kwa nini Mungu hakuuliza shetani juu ya watu hao wengine? Kwa maana angemuuliza, je, umeona kanisa langu? Kwa nini hakumwambia juu ya kanisa? Alinena juu ya mtu mmoja. Kwa maana mtu huyo mmoja ndiye ako na hakika naye. Wengine wako kwa hema, hawajajenga masikani. Wengine ni kanisa tu huja, na wanakuja kuabudu Mungu, waabudu Mungu, lakini hawajaruhusiwa kujenga masikani. Kwa hivyo shetani ana uruhusa ya kufikia yule anataka wakati anataka. Wanaweza zifie. Mwangalie mwenzako, mwambie ukifika masikani. Mwambie ukifikia masikani.
shetani hawezi fika kwako kabla hajapewa ruhusa. Lakini kuna wengine hata aulizangi ruhusa, anakujanga mwenyewe. Kwa maana si ati umesungukwa na chochote, kwa hivyo atakuwa anapata mlango vile anataka. Lakini kwa Ayubu lazima angeseek a permission. Aende kwa Mungu amuulize, Bwana, je, nitafika vipi? Mungu akamwambia, ninajua Ayubu, najua moyo wake, kwa hivyo usijali. Anamwambia, basi toa masikani uone. Mungu akatoa masikani, akamwambia nitatoa, lakini ujue kwa muda mchache Ayubu atajenga masikani hayo. Kwa maana si Mungu ujenga masikani yake kwa mtu, ni mtu ujenga masikani ya Mungu kwake. Halo? Si Mungu ujengea mwanadamu masikani yake, ni mwanadamu ujenga masikani ya Mungu kwake. Halo? Kwa hivyo hata ukiomba siku ngapi, ati Bwana naomba unijengee Bwana, na Mungu ajengi. Ni wewe unajenga masikani ya Mungu katika nyumba yako. Haleluya. Unajua kanisa la sasa linafanya kazi kama kila kitu ni Mungu anastahili kufanya, wao hawana chochote. Kwa hivyo wanangoja Mungu afanye kila kitu. Kiketo wanasema, Bwana tunakungoja tu, tunakungoja. Ni kama wao hawana sehemu yoyote katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. So Daudi anauliza, ni nani huyo atakayeruhusiwa awe na masikani ya Mungu? Ujue hivi, katika kanisa, kuingia katika hekalu unaweza ingia kila wakati na vile unataka, na ukiingia utatoka. Biblia yangu inasema you shall come temporarily in your tabernacle. Kumaanisha unakuja kwa muda, unakuja masaa yako ikikwisha unaenda. Lakini uingiapo katika hekaluni, kuna kitu kingine unaruhusiwa, uingie katika masikani ya Mungu, ambaye hata ukitoka kanisani masikani hayo unatembea nayo. Haleluya. Hata ukitoka hapa, masikani hayo inastahili kuandamana nawe kila mahali uendapo. Kwa maana kanisa hautaibeba kila mahali uendapo. Haleluya. Lakini mahali patakatifu pa Mungu patatembea nawe kila mahali uendapo. Lakini si kila mtu uingia mahali pale. Tazama vile amesema, ni nani? Kiswahili ile yako iko? Mstari wa 3 amesema ni nani? Mstari wa 3. Asiyesingizia kwa ulimi wake. Asante, hiyo ni ya kwanza. Ni mtu ule ataruhusiwa kuingia, ni mtu asiyesingizia kwa ulimi wake. Ai? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwangalie mwenzako, mwambie, muulize, wewe unasingizianga? Unasingizia wewe? Kusingizia unaelewa nini? Ni Kinyamulenge inasema nini? Kutabesesha. Kutabesesha ulimi wawe. Kutabesesha ni kusingizia. Mtu asiyesingizia. Mungu anajaribu kukuonyesha tabia ya mtu ambaye ataruhusu katika masikani yake. Ai? Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni rahisi sana uwe unakuja kanisani, lakini kuhusu kusingizia haujaua. Yo? Kusingizia haijawahi ondolewa kinywani mwako. Ya kwanza inasema? Inaanzia kwa mstari wa 2. Mstari wa 2 inasema? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki. Asante. Asemaye kweli kwa moyo wake. Good. Ni mtu
asemaye atembeaye kwa ukamilifu na kwa haki. Mtu asiyesema, asemaye ukweli wa moyo wake wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni vitu ngapi? 3 pale. 1, kutembea kwa unyofu. Ya pili, kwa haki, kutembea kwa haki. Kusema ukweli, kusema ukweli katika moyo wako. Njia zako katika maisha yako, unatembea katika njia iliyonyooka, na wewe ni mwenye haki. Mwenye haki ni mtu atendeaye kila mtu kile anastahili kutendewa kulingana na neno la Mungu. Haleluya. Amen. Mwenye haki ni mtu ambaye hakija kuwa na nafasi, hatatendea kila mtu kile anastahili kutendewa kulingana na kweli ya Mungu. Huyo ndio mwenye haki. Mwenye haki ni mtu asiyetaka kudhulumu watu ili yeye afaidike. Halo? Amen. Nitasema tena. Mwenye haki ni mtu asiyetaka kutesa wengine ili yeye afaidike katika mateso ya wengine. Kwa mfano, nikuonyeshe biashara. Unajua mmeingia huku mkawa wanabiashara. Na huko Mlimani mlikuwa wachungaji wa ng'ombe. Ukishaingia katika biashara, ukuje uende kule Gikomba ununue shati kama hii ya ndugu yangu. Ukienda Gikomba uende ununue shati hiyo 100. Alafu uanze kusunguza shati hile. Wewe uje uusie ndugu huyu 800. Lakini ulinunua 100. Unataka kumdhulumu ili wewe ufaidike. Halo? Unataka kuumiza yeye, lakini wewe ufaidike. Na Biblia inasema, iliambia Waisraeli, usije ukafanya biashara na ndugu yako. Kufanya biashara ni kumaanisha usije ukatumia kasira unafanya kuteka mali, kuchukua mali kutoka kwa watu. Biblia inasema tumikianeni moja na mwingine. Kutumikia ni nini? Ni kumaanisha mimi nitaenda Gikomba kwa ajili yenu, hamutaenda nyote. Nami nitakuja niwaletee Gikomba karibu na nyinyi, ili wewe usitumie gharama na siku zako kwenda. Nami utanirudishia kitu changu ili na mimi nipate faida. Lakini faida hii hainistahili kudhulumu mtu yo mwingine. Ama usije ukatumia ujinga wake ya kwamba ajui Gikomba sinatoka 100, utumie ujinga wake kujitajirisha. Usitengeneze faida mara 100. That means ukinunua shati 100 kuuza 200 ni makosa. Unapaswa kutengeneza faida lakini isifike 100%. Kile kitafanya ause at least, unajua akiuze nunua 100 atahesabu gharama, ahesabu transport, ahesabu lunch. So kutoka pale akisha toa vitu hiyo aone shati moja ilistahili kuingiza pesa ngapi. Ili akija kuuza kulingana na neno asije akapata faida zaidi ya 100%. Halo? Mnasikia wanabiashara? Ndio. Usije ukatumia ujinga ya mtu
kwa sababu yeye ni mjinga kujitajirisha. Huyo ndiye anaitwa mwenye haki. Wow, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini muovu, Biblia inasema muovu uketi akisema si kusuri, si kusuri, si kusuri, lakini akienda anaenda akijivuna ya kwamba nimepata faida kubwa, lakini akifika sokoni anasema si kusuri, si kusuri, si kusuri. Hivyo ndivyo methali inasema. Inasema muovu uketi sokoni akisema si kusuri, si kusuri, hata shatini na kuuzia ni kitu kidogo nataka kurundisha, lakini ukimaliza kuuza anaenda kijivuna vile ambavyo amepata faida kubwa. Lakini alipoketi alisema, ndugu zangu, usijali, hii pesa hata hii nakuuzia ni kama ile nilinunua tu, ninataka unirundishie tu yangu, uniongezee kidogo. Lakini Biblia inasema akitoka anaenda akijivuna ya kwamba amepata faida kubwa. Biblia inasema hivyo ndivyo muovu anakaa. It is not good, it is not good. That's what the weekend says. Na ukienda sokoni utashangaa, hakuna mtu usemanga ni kuzuri. Kwa soko hakuna mtu ati anasemanga kuzuri. Kila mtu anasema ni kubaya, ni kubaya. Anakuambia brother, dakika hiyo anakuuzia shati hiyo 500. Anakuambia brother, hata hakuna kitu ninapata. Hakuna kitu ninapata. Biblia inasema hivyo ndio muovu usema. Hakuna kitu ninapata. Nirundishie tu yangu. Lakini yakienda anasema unajua shati ile nilipata 300. Mungu atukuzwe, hata nilipata faida kubwa. Na Mungu anakuita we muovu. Lele. Sasa hiyo nimekufundisha ni haki ya biashara. Inua mkono wako, sema haleluya. Sema tena haleluya. Sema tena haleluya. Hiyo ni haki ya biashara. Ni wangapi wako sokoni na lugha yao ni hile walikuta ikiongoa sokoni? Ni kubaya, ni kubaya. Ni kubaya wa ndugu, ni kubaya. Jaribu nirundishie ile yangu, ni kubaya tu. Ni kubaya. Lakini akirudi nyumbani anapiga kifua vile amepata pesa nyingi. Lakini sokoni alisema ni kubaya. Ni kubaya, ni kubaya, ni kubaya. Biblia inasema hivyo ndivyo waovu huongea. Ni rahisi uingie kanisani, lakini atakaingia masikani ya Jehova, Biblia inasema lazima hawe mwenye haki. Kanisani unaweza ingia bila unataka. Uwe mwenye haki ama uwe muovu, hiyo utaingia tu. Sisi kazi yetu ni kukuhubiria na utoe sadaka. Ukimaliza uende jehanamu. Kwa maana hakuna muovu ataona Mungu. Sisi hatuwezi kukufukuza kwa maana sisi tunapima haki yako na uovu wako. Lakini ujue kuna mmoja hautawahi pita, kwa maana atamulika moyo wako. Atamulika moyo wako. Na kila kitu huwa unasema haipiti sikio lake. Hivyo watu wameanza kuangalia chini, kumaanisha hata wao wamepatwa na kasumba ile ya Wakikuyu. Kwani mlipatwa na kasumba ya Kikuyu ya kusema ni kubaya, ni kubaya, ni kubaya wadugu. Tekwega fyu, tekwega fyu. Ukiona uhuri, tekwega fyu. Ni kubaya sana, ni kubaya. Dakika hiyo anakuambia ni kubaya, amekugonga 500.
Lakini ni kubaya. Akikugonga 500 bado ni kubaya. Si kuzuri. Biblia inasema hivyo ndivyo waovu wote huongea. Haki. Biblia inasema mtu yoyote ambaye yeye ufundisha maisha yake kutembea katika haki. Na ngoja nikwambie, kutembea katika haki si rahisi. Kwa maana haki ina gharama yake. Halo? Haki iko na gharama yake. Kama unataka kutembea katika haki, lazima uwe tayari kulipa gharama yote inayekuja na haki. Daudi alipokuwa msituni, amekimbizwa na Sauli. Yeye anatafuta kujenga haki. Sauli ameamua uovu. So siku moja Sauli akiwa msituni anatafuta Daudi, akaingia katika pango kujisaidia. Na asijue katika pango hilo, hapo ndio Daudi amejificha. Na hata mfarume akienda kujisaidia aendangi na askari. Anaenda kujisaidia. Alipoenda kujisaidia, alipoketi ajisaidie, Daudi yako pale anamuangalia na macho. Askari wa Daudi anamwambia, mzee, tazama vile Mungu anakupenda. Amekuletea adui yako pasipo silaha, wala hana mtu. Hebu nipe ruhusa nigonge yeye mara moja. Akikufa unaingia straight ukatawale. Daudi anamtazama anamuuliza, okay, ni sawa. Lakini naye Mungu utamwambia aje? Ukiua Sauli utaambia Mungu vipi? Kwa maana ujue ni Mungu alimpaka mafuta. Mungu ndiye alimpaka mafuta. Utafanya nini na mafuta iliyo juu yake? Sasa vijana hao wanashindwa. Mafuta ni ya nini? Kumbe umetuweka huku msituni bure. Sasa tutangoja mpaka mafuta ikauke msituni. Kwa maana wao wanatarajia wanapigania serikali ili wachukue serikali. Sasa mwenye ule ameshikilia serikali ako hapa. Ukimuua wewe ndio utatawala. Alafu unatuambia mafuta. Daudi anaambia askari, anaambia chunga sana. Akamwambia mikono yangu haitawahi gusa Sauli. Na wakati ule Mungu atachoka na Sauli amuue mwenyewe. Akishindwa kumuua mwenyewe atume adui amuue. Lakini mikono yangu haitamguza. Yes. Daudi anaamuka, anakuta kingu ile ya Sauli, anakata sehemu. Sauli asisikie na amejisaidia akatoka. Anaendelea kutafuta Daudi. Daudi alipogundua ameenda mbali akatokea. Alipotokea akamwambia Sauli, mfalme wa Israeli, na uishi milele. Akamwambia, leo Mungu alikuweka mikononi mwangu na nikaamua kukuruhusu kuishi. Akaambia Sauli, tazama kitambaa hiki ni cha nguo ya nani? Sauli alipoangalia chini akagundua imekatwa. Akamuuliza Daudi, hiyo sauti ni ya Daudi mwanangu? Nilikuwa mikononi mwako ukakataa kuniua, na mimi niko huku jangwani ili nitafute kukuua. Akainua mkono akamwambia Daudi, leo hii nimejua wewe ni mwenye haki kuniliko, na kwa sababu ya haki yako Mungu atakupea utawala wa Israeli na utatawala. Akamwambia, ninakuomba Daudi, uniapie ya kwamba siku ile utakalia kiti cha utawala hautaangamiza nyumba yangu, hautalipiza kisasi. Daudi akainua mkono akamwambia, kama uishivyo mfalme wa Israeli, na kama Mungu aishivyo, siku ile nitakalia kiti cha utawala nitawatenda wema watoto wako. Huyo ndiye anaitwa mwenye haki. Mwenye haki amechagua akae jangwani miaka mingi kuliko kutenda uovu akatawale haraka. Amechagua njia iliyo mrefu. Kwa maana akiua Sauli si niye mtawala, lakini utawala wake utakuwa na kasoro ya damu, na hata yeye atatoroa kiti hicho na damu.
hakuna mtu aliyechukua serikali kwa kugeuza asiyegeuzwa. Hakuna. Wale walimwaga damu wamalizangi, wakimaliza miaka 20 kunatokea libero ingine naye ya kumngoa. Amen. Mungu sijui kama aliona kama hiyo haijatosha, akakreate scenario nyingine. So Sauli anaendelea. Wakati huo aliambia Daudi, nimeacha kukutafuta, kuja twende nyumbani, umenitendea mema. Daudi anamwambia, ninakujua wewe unakuanga muovu sana. Tukifika nyumbani utaniua. Acha vile, utasahau nilikutendea mzuri. Sauli alipoenda akakaa akasahau, akarudi tena kumtafuta jangwani. Mungu akajenga njia ingine. Usiku moja Sauli vile anapita, usiku ukafika akiwa chini ya mlima, na asijue juu ya mlima ndio Daudi yako. Sasa akaamua, akaambia jeshi, tulale hapa, tutamtafuta asubuhi. Wakalala hapo juu ndio adui yako. Wakapatwa usingizi wote. Daudi akaita askari mmoja akamwambia, tuteremke. Wakateremka chini mpaka mahali Sauli alikuwa amelala. Walipokuja akakuta Sauli amelala, Abna pale mkuu wa majeshi naye amelala, kila mtu amelala ya kifo. Askari anamuuliza mzee, ni leo? Nishikanisha yeye na dunia. Daudi anamtazama, anamwambia, wewe chunga sana. Chunga Mungu, chunga Mungu. Mzee, can you imagine? Andui yule amefanya huo msituni, ako hapa hana silaha, amelala, uko juu yake, uko na silaha na ufanyi chochote ati kwa sababu ya Mungu. Kwa sababu ya nani? Ya Mungu. Unasema nitaambiaje Mungu? Ni sawa amekuja kunitafuta, lakini Mungu hakusema nimuue kwa maana alikuwa anakuja kuniua. Akaambia askari, fanya hivi, chukua mkuki wake na uchukue chupa ya maji, alafu twende na muhakikishe hakuna mtu atatumia maji ya mfalme. Wakaamuka wakamwacha amelala na wakaenda. Askari wanasema, hatukuelewi. Tuache adui amelala na tuko msituni kumutafuta. Hako hapa ili atuue. Kile kimefanya asiwe amelala pale leo ni sisi anatafuta. Hakitupata atatunyonga, lakini sisi tumempata akiwa amelala, halafu tumuache. Alipoenda asubuhi Sauli akaamuka. Alipoamuka Daudi akiwa mlimani pale akamwambia, nakusalimia mfalme wa Israeli. Mungu hawe nawe hata milele. Anamwambia, jana usiku nilikuweko mahali huko na nikaamua hautakufa. Akainua mkuki akamuliza Sauli, mkuki hii ni ya nani? Sauli kuangalia haiko. Anamuliza, na hii chupa ya maji naye ni ya nani? Akaangalia, chupa ilienda. Anashindwa, ulikuwa hapa? Anamwambia Daudi, wewe ni mwenye haki kuniliko na hakika utatawala. Kutoka siku hiyo Sauli haja mtafuta tena. Daudi anaambiwa, Sauli anamwambia, tuma mtu mmoja pale aniletee. Daudi anamwambia Sauli, fanya hivi, tuma mtu mmoja, askari mmoja toka katikati yako, haje akujie supa yako na maji yako haijaguswa na mtu. Sauli anamwambia, kuja Daudi ulete, sina shinda nawe. Daudi anamwambia, ninakujua. Nikifika mikononi mwako utasahau hapa nilikuwa hapa usiku. Utaniua. Anamwambia, mimi ni mwenye haki, tuma mwanajeshi atoke hapo aje. Mwanajeshi moja akatumwa, akafika mbele ya Daudi. Daudi hata akumuuliza, alimpea chupa na akampea mkuki. Akamwambia, endeleeni. Huyo ndiye mwenye haki. Na mwenye haki hako tayari kulipa gharama kwa ajili ya haki hiyo. Na usikiza, haki udhibitisha mwanadamu. Biblia inasema mwenye haki anaweza anguka mara 7, lakini mara ya 7
atadhibitika, na akidhibitika hataanguka. Biblia inasema lakini muovu anaweza apande, lakini siku moja ataanza kushuka, na akianza kushuka hana chochote cha kumshikilia, atateremuka mpaka chini, na jina lake halitawahi sikika tena, litasahaulika. Biblia inasema ni nani huyo atakaingia katika maskanini mwa Mungu? Ni mtu mtenda haki. Ni mtu mtenda haki. Haleluya. Ni mtu mtenda haki. Je, unapokutana na watu unawafanyia kile ambacho wanastahili kufanyiwa? Ama wachana naye, ni kitu kimeanguka pale. I hope akija gonga mtu. Wachana naye. Wale wako huko wanashughulika. Bwana Yesu asifiwe. Unapokutana na mtu anayestahili kusaidiwa na uko na mamlaka ya kumsaidia, je, unamsaidia vile anastahili kusaidiwa? Hiyo ndiyo inaitwa haki. Na kila siku uamkapo, utokapo, ukienda, kitu Mungu upima maishani ni haki ya mtu. Ya tatu ndiyo amesema ni aya, tuende hiyo nyingine. Anasema ni kuongea kweli. Anasema ni mtu aongeaye kweli iliyo moyoni. Ngoja nikuonyeshe vile watu waongei kweli. Unaweza kuja ukute ndugu huyu, ukishamsalimia umwambia brother, ninakupenda sana, lakini moyo wako kwa hakika umpendi. Moyo wako haumupendi. Moyo wako ni vile ndugu, kumbe huko hata nimekumisi, lakini moyo wako unasema hata nilikuwa nafikiria ulikufa. Bwana Yesu asifiwe. Moyo ungali unasema kumbe hata huko. Unakuja unakutana na ndanda huyu rafiki yangu. Umesikia bwana Njimu? Umesikia vile msichana ako na sauti mzuri? Si msichana, ni mama. Umesikia? Ana sauti mzuri. Sasa ukuje ukutana na ndanda ule umwambie, dada, una sauti mzuri, Mungu akubariki. Lakini moyo wako unasema sasa ndio maana una kiburi. Ndio maana uoni watu. Moyo wako, kile kiko moyoni na kile kiko kinywani asiendeshani. Kile kiko moyoni na kile kiko kinywani ni tofauti. Na watu wengi hivyo ndivyo walivyo. Kile kiko moyoni mwake na kile kiko kinywani mwake ni vitu viwili tofauti. Biblia inasema ni yule mtu hanenaye ukweli uliye moyoni mwake. Haleluya. Hawezi kukuambia kile hakiko moyoni. Kama hakupendi anakuambia na sijui kwa nini sikupendi. Haleluya. Ukweli uko moyoni mwake na atakwambia kilicho moyoni. Huyo ndiye mtu atakaingia katika maskani ya Mungu. Ni wangapi leo ulikuwa unaongea mambo mabaya ya mtu fulani, lakini akitokea pale unampea kifua? Lakini dakika 30 zimeisha, ulikuwa unaongea ubaya wake, lakini dakika hii ametokea, ndio unamsalimia ukimwambia habari brother. Kumbe uko salama brother, si Mungu akubariki sana. Si ni mzuri. Lakini saa hizo zingine ulikuwa unasema mtu mbaya, vile ana kiburi, vile haoni watu. Si umwambie sikusalimii, wewe ni mtu mwenye kiburi. Si ndiye kweli iliyo moyoni mwako? Kwa nini upee kifua na sio kweli? Mwangalie mwenzako, muulize, inawezekana yale unaniambianga iko ndani yako?
Mtasema mzuri, mwambie inawezekana hata haya unaniambia si haiko ndani yako. Iko nje. Ni vile umeniona. Masikani ya Mungu na wanadamu iko mbali. Na iko mbali sana. Ni kanisani tu turuhusiwa kuja. Hatukuruhusiwa kuingia masikanini mwake. Amen. Hiyo ingine ndiyo ilisema gani? Ya 3 sasa, mstari wa 3. Asiye singizia kwa ulimi wake. Mtu asiye singizia kwa ulimi wake. Kwa ulimi wake. Kiingereza na tafuta. Wala hakumtenda mwenziwe mabaya. Amen. Wala hakumsengenya jirani yake. Asante. Mtu asiye singizia. Kiingereza inatumia jina silanda. Silanda ni nini? Wakili. Silanda ni kusengenya. Hii Kiswahili imeenda opposite. Kwa maana iko hapa chini. Kusengenya iko hapo chini. Kuongea mambo ya mtu kwa ubaya. Wala mtu asiyetaka kutendea mabaya jirani yake. Niulizie mtu yako karibu, ni mara ngapi umeketi? Uliza hivyo ni makuuliza. Muulize ni mara ngapi umeketi ukaongea ubaya wa mtu na una hakika. Ni mara ngapi? Amekwambia ni mara ngapi? Mingi Wanaweza sisi. Brother, imejaa hivi imejaa. Ile ya kuketi uongee mambo ya mtu mabaya na hauna uhakika. Biblia inasema atakaye apia mbele ya Bwana kinywa chake hakineni mabaya ya mtu. Wala yeye asengenyi. Aketi chini kuongea mambo ya watu. Ukiona wamama wameketi pamoja, zile story siko hapo ni za mtu. Ni samu? Ni mtu. Ni mtu. Ukiona vile wako serious, kuna mtu wanakula na fork, wanamkula na fork. Vinywa vyao inamundunga. Mama anasema, hata mimi niliona. Huyo mama niliona. Wengine wanaambia unajua mama wa fulani. Mwanamke huyo mwanamke ni mwanamke mbaya. Wengine anakuambia, hata mimi niliona. Huyu mwanamke mjinga sana. Sawa. Nawe usahau masikani ya Jehova. Kanisani utakuja, lakini kwa Jehova usahau. Biblia inasema Mungu anachukia mtu ambaye uongea mambo ya watu, ya mtu mabaya akiwa hayuko. Na Biblia inasema kama mtu amekosea, usiongee mambo yake na mtu mwingine, uende umwambie umekosea. Inasema akikataa kusikiza, uende ulete mtu wa pili, mtu wa tatu, umsikize, umwambie nisikize, mtu huyu alinikosea, nimemwambia na amekataa, hebu nisikizie. Akikataa, Biblia inasema mpelekeeni kanisani, katika viongozi, mseme hivi ndivyo mtu huyu amefanya. Akikataa, Biblia inasema muhesabuni yeye kama kafiri, mpeeni yeye shetani. Hiyo ndio process. Process si ya kwenda kuambia fulani vile fulani alikufanya. Mbinguni si karibu. Mbinguni si karibu na iendangu na miguu. Safari ya mbinguni si ya miguu. Na si ya ndege, ni safari ya moyo.
ni moyo wako utembea safari hiyo, na unaweza kuama. Unaweza kuama. Amen. Angalia mwenzako, mwambie mbinguni si karibu. Mzee mzuri, mwambie mbinguni si hapa unaona, si hapa juu. Ni safari mrefu. Yesu alisema ni wachache sana watakaingia. Wakati ule mwingine, mimi kuna neno moja katika Biblia, ni maneno mawili kwa Biblia huwa naogopa sana nikiyasoma. Moja ni kitabu cha Luka 13. Iliyosema mtu mmoja akaja mbele ya Yesu, akamuuliza Yesu, kwani imeandikwa ni watu wachache watakaingia mbinguni? Yesu hakumjibu hiyo. Alimwambia, rafiki yangu, jaribuni na nguvu yenu yote, muingie kabla ya mlango haujafungwa. Kwa maana wengi watajaribu na hawataingia. Sasa kinachonistua ni vile watu watajaribu na hawataingia. Akasema, Bwana mwenye nyumba akisimama aifunge, mtaanguka milangoni mkisema, Bwana, Bwana, tufungulie mlango tuingie. Anauliza, nyinyi ni akina nani? Mnasema, Bwana, kwani hautukumbuki sisi hata tulikula na wewe meza moja? Ni kumaanisha ulimkula mwili wa Kristo. Hao ni watu waaminie. Hata mwili wa Kristo ulikula. Anamwambia siwajui. Mwingine anasema mtujui, na tulifukuza mapepo kwa jina lako, na tukaponya magonjwa kwa jina lako. Hao nao ni wahubiri. Wataanguka mlango. Aambie, ondokeni, siwajui. Mukaende kwa yule mulie mtumikia. Swali ni, ulitumikiaje shetani na ungali unahubiri Mungu? Kwa maana kutumika si kwa kusema. Kutumika ni kwa tendo wa moyo. Kila Mungu anasema munitumikie, asemi mukahubiri. Kutumikia Mungu ni kumpea moyo wako na kutenda kile ambacho anataka kitendwe. Wakati umetenda kile, wakati ule Mungu akisema uonee mtu huruma, ukishaonea mtu huruma, umemtumikia. Umemtumikia Mungu. Haleluya. Mungu akisema utende haki, hata kama haki hiyo inauma, ukiitenda, Mungu anasema huyu ndiye anitumikiaye. Usipofanya hivyo, utakuwa unahubiri, utakuwa unaimba, lakini kwa matendo yako unamtumikia shetani. Mungu akisema usisengenye mtu, ukichagua kutoongea ya mtu, unatumikia Mungu. Ukichagua kuongea ya mtu, unamtumikia shetani. So Mungu anasema watafika kwangu, niwaambie ondokeni, muende kwa yule mliyetumikia. Na walifukuza pepo, lakini hawakuwa wanatumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kutumikia Mungu si kuosha viti vya kanisa. Kuosha viti vya kanisa ni kutumikia mtu mwingine kwa ajili ya Mungu. Serving your brother in the name of the Lord. Hallelujah. Ukikuja kuosha kanisa, si Mungu unatumikia. Unatumikia ndugu zako kwa ajili ya Mungu. Kutumikia Mungu ni kutenda kile alisema toka moyoni mwako. Hicho ndiye anasema unanitumikia. Haleluya. Kuosha kanisa ni mzuri, iko na sehemu yake kwa Mungu, iko na sehemu yake. Lakini kile anaita service,
aliambia Musa, enda uambie Farao aachilie watu wangu wakanitumikie. Kwa nini aliwaachiliwa wakamtumikie? Kwa maana hawangeweza kumtumikia wakiwa chini ya utawala wa Farao. Hakuwaita kuwahubiri, walikuwa wahubiri. Waisraeli walikuwa wahubiri. Aliita kumtumikia, walienda kuhubiri. Hata kulikuwa na kanisa ya kuosha. Alisema ukiwaweka huru watanitumikia. Mioyo yao itatenda kile ninataka. Na ilipokataa kutenda, aliwaua wote. Kila Mungu anatamani ni kutumikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uko tayari kutumikia Mungu? Alisema ondokeni siwajui, endeni kwa yule mlitumikia. Utasema Bwana, na vile tuliimba sana, anakuambia ulifanya mzuri, lakini enda kwa yule ulitumikia. Sisi ndio tulifukuza mapepo. Nisikiza mtu mmoja anasema alipelekwa mbinguni. Alipopelekwa mbinguni akakuta kitu kimoja. Pastor yake alikuwa amekufa mbele yake. Na msichana mmoja alikuwa anaimba kanisani sana, na yeye pia alikuwa amekufa. So alipofika mbinguni, anasema akaona malaika anamuendesha, akamwambia malaika, kwa maana umeniruhusu niingie huku, ninaomba tu unipe ruhusa nisalimie pastor wetu. Malaika akamwambia pastor wenu hakufika mbinguni. Pastor wenu hakufika. Okay, akamuliza basi na msichana fulani ndiye alikuwa anatuongoza kuimba. Yeye na yeye ninaweza msalimia. Akaambiwa hata yeye hakufika. Hata yeye hakufika mbinguni. Akamuliza basi kama hao wawili na kanisani yetu ndio tunajua hao ni wa Mungu, kama hao hakufika, ni nani amefika huku mbinguni? Akaambiwa waliyemtumikia Mungu kwa roho na kweli walifika. Malaika anasema malaika akamfungulia kandirisha kamoja, akaona Jehanamu. Alipoona Jehanamu, akaona mahali pastor yake yako Jehanamu na msichana yule. Ni kelele, mateso waliye naye. Anasema aliona mateso akaketi. Akaomba asione tena kile kinamtendekea pastor. Akaambia malaika, okay, pastor simujui sana, lakini msichana huyu alikuwa karibu sana na mimi. Na msichana huyu alikuwa mtu mzuri, kwa hakika alikuwa mtu mzuri. Ni kwa nini hakufika mbinguni? Malaika akamwambia, unakumbuka msichana huyu kabla haja kufa aligonjeka miezi 2 hospitalini, akiwa amelazwa hospitalini? Akamwambia ndio ninakumbuka. Akamwambia kabla haja gonjeka yeye alikuwa wa Mungu na jina lake lilikuwa mbinguni. Jina lake liliondolewa akiwa karibu kufa. Akamuuliza kulitendeka aje? Akamwambia kanisa haikwenda kumwangalia hospitali. So akakaa miezi 2. So siku moja mama moja wa kanisa akienda kutazama mtu wao, hakuwa anaenda kwa huyu. Akakumbuka hata fulani nilisikia ako hospitali wapi? Hapa, wacha nikamuone. Alipoenda akakuta ndanda yule. Ndanda alipomuoneza akamuuliza, mama, tumeishi na nyinyi kanisani miaka hiyo yote, na nimekaa hapo hospitalini na watu wa kanisa wakuji kuniona. Kwa nini mnatendea mimi vibaya kiwango hicho? Anasema mama akamwambia, tumekosea, naomba msamaha. Tafadhali, tumekukosea na naomba msamaha. Ndanda ule akamwambia sawa, nimesikia, nimewasamehe, lakini pastor sitamsamehe. Nimemtumikia pastor huyo miaka hiyo yote, na wakati huu asije kuniona hospitali wala kuniombea. Mama akamwambia tafadhali msamehe pastor. Akamwambia nimesema sitamsamehe. Mama akatoka, akirundi msichana amekufa. Akamwambia kilichompeleka Jehanamu ni pastor akusamehe.
Anamwambia siku hiyo alisema atasamehe pastor, ndio ilikuwa siku yake ya kukufa, na siku hiyo ndio maisha yake ilitani. Alifika huku akiwa hajasamehe, na yoyote asiyesamehe hana mahali mbinguni, hatasamehewa. Hivyo ndivyo neno linasema, asiyesamehe hawezi akasamehewa. Ulisiye huyo yuko karibu na wewe, ni wangapi hujasamehe? Naangalia muulize ni wangapi ukikumbuka unasikia moyo vibaya? Ni wangapi unasema kulingana na vile alinitendea mtu huyo hatuwezi ongea na wewe? Sahau na mbinguni, mbingu sahau. Sasa ndanda huyu akonjeana kwa sababu ya kitu kimoja, siwezi samehe pastor. Na mtu huyo alituambia, ndanda huyo alikuwa wa nchi ya Munyarwanda, alikuwa wa Rwanda, ni wa Rwanda, nchi ya Rwanda. Anaweza kuwa alikuwa Mnyamulenge. Anaweza asifiwe. So unajua unajua watu wana Rwanda, ndio Rwanda, Wanyamulenge ndio nilikuta watu wanaimba vizuri. Kuna kikundi kimoja nilikuta kinaitwa Kisibiso Ministries. Hao watu walikuwa wanaimba. Kuna msichana mmoja hapo alikuwa ili ya Kamembe, alikuwa anaimba Kamembe Bukavu. Hiyo msichana alikuwa anaongoza wimbo wa Kisubiso, alikuwa na sauti, my friend, sauti lakini ukute ati Biblia inasema mtu huyu anasema mtu huyu aliyeimbia Mungu kiwango hicho alishindwa kusamehe siku moja, na kwa ajili hiyo imbaji yake yote ikasaulika, akajikuta njiani. Kutumikia toka moyoni, kutumikia. Ni nani unayetumikia? Ni nani unayetumikia? Mtu asiyeongea mambo ya watu, wale kuwatenda ndugu yake mabaya, mtu asiyesengenya. Mtu huyo, tumambo huyo unasikia? Tumambo haya tundogo ndio tutaruhusu uingie katika maskani ya Mungu, ama tukakatae. Tasuiria wewe kuingia katika maskani ya Jehova. Amen. Mahali hapo chini anasema ni mtu ambaye hakiapa hata kama kiapo chake kina uchungu, hata geuka. Na niwaambia, unaona tunanunua hii ploti hii ya kanisa. Ukianza kuapa kile utatoa, ufikiria mzuri. Kwa maana ukisimama hapa useme nitapeana 1,100. Kutoka dakika hiyo umesema na ikaandikwa mbele ya Mungu, si kwa watu. Kwa maana hujasema kwetu, umesema kwa mwenye kanisa, na mwenye kanisa si apostol. Mwenye kanisa ni Mungu. Hanatarajia usije ukageuka. Hivyo ndivyo Jefudha alifanya. Ndivyo Jefudha alifanya. Jefudha alipokuwa anaenda kwa vita, alimwambia Mungu,
ni kirundi, ukinipea ushindi ni kirundi. Kile nitakutana nacho cha kwanza katika lango langu nitakutolea kama sadaka. Hakujua atakutana na mtoto wake, na ndiye mtoto pekee, hakuwa na mwingine, huyo pekee msichana. Mungu akamwambia sawa, ngoja, si ni wewe umesema? Kwani nimekuuliza? Ni Mungu amekuuliza ama ni wewe umesema? Sasa kama ni wewe umesema, sasa ukikuja hapo tuambie utatoa 1,100, ni Mungu amekuambia ama ni wewe umesema? Kama ni wewe umesema, anatarajia ufanye hivyo umesema pasipo kugeuka, hata kama ni chungu. Jefudha alipofika nyumbani, amekuja kamsichana yake, ikasikia baba amekuja na vile amepigana, kametokea kakisema ndandi ndandi ndandi. Jefudha akaanguka, akalia machozi, akamuliza, mwanangu, mbona umeniweka kwa mtego mkubwa kiwango hiki? Msichana anamuliza ndandi, kwani nimefanya vibaya kukushangilia? Anamwambia si hivyo, niliambia Mungu kile nitakutana nacho kwa nyumba cha kwanza ndio nitatoa sadaka, na sasa ni wewe na siwezi kugeuka. Msichana akamwambia, baba, nimesikia na niko tayari, lakini mimi ni bikira, sijawahi jikanyanga na wanaume. Naomba ya kwamba unipe ruhusa ya wiki 2 nielekee mlimani, niite wasichana mabikira wale tumeishi naye, tusherekee siku zangu za mwisho. Baba akamwambia, enda. Unafikiria mzee akiketi nyumbani alikuwa analala? Anaona siku moja imepita, anajua imebaki 13. Tupitane na msichana yangu milele. Wiki moja imeisha, angali anangoja kama mbingu itageuka, lakini si mbingu ilisema, ni wewe ulisema. Msichana akamaliza, siku ya mwisho akashuka mlimani, akaja akamwambia, baba, nimefika. Fanya kama ulivyosema kwa Mungu. Unafikiria kutoa mtoto kafara ni mchezo? Biblia inasema astaka ingia mbele ya Mungu ni mtu apae, na hata kama inamuumiza hata waigeuka. Umekuja ukasema wiki Sunday ijayo nitaleta 5,000. Ukifika nyumbani mtoto amefukuzwa na school fees na ni 5,000 hiyo pekee iko kwa nyumba. Je, utapeleka shule ama utapeleka kule ulisema? Hapo ndipo wanapimwa walia wa Jehova. Haleluya. Ndio maana inasema, Biblia inasema hata kama inauma hautageuka. Moyo wako hautageuka. Mtu huyo ndiye Mungu anatafuta. Brother, mbinguni ni mbali. Mbinguni ni mbali. Ni mbali sana. Umejua kwa sababu gani Yesu alisema njia ingiaye katika mahali pa mbingu ni nyembamba sana na yenye nguvu, na ni wachache sana watakaingia. Lakini njia ya kupotea ni njia pana na ina raha zake, na wengi watapotea. Si ati njia hii inaonekana nyembamba, ni sheria zake zinafanya njia hiyo nyembamba. Na kwa maana watu wengi hawataki sheria zake, wanataka njia ile wako na free access, the field of freedom. Anaweza fanya kile anataka. Kwa Mungu hakuna kitu kama hicho. Alikuita ukamtumikie. Je, uko tayari kumtumikia Jehova? Ulize huyo ako karibu, uko tayari kufunga kinywa chako ili utumikie Jehova? You shut, seal your mouth
auongei mambo ya watu ili ukatumikie Jehova. Kuna mama moja anaitwa Colette Mbum. Siku moja aliitwa, ni mmoja waliyetenda makubwa sana. Siku moja aliitwa kuhubiri kanisa moja kama hii. Alipokuja akakuta pastor wa kanisa hilo ana mambo mingi, aonekani hata kama wa mtu wa Mungu. So siku moja akiwa mahali wakiwa na pastor mwingine, akaanza kuongea kuhusu pastor huyo. Anamwambia pastor huyu niliona akiwa na dhambi nyingi. So alipoenda nyumbani, Mungu akamuita akamwambia, Colette, nani amekutuma kuongea mambo ya watu? Alafu akamuuliza, wewe una haja gani ya kuongea mambo ya mtumishi wa mtu mwingine, na mtu huyo si mtumishi wako? Akamuuliza, pastor akianguka, alianguka miguuni mwako ama alianguka miguuni mwa mwenye kumuita? Anamwambia alianguka miguuni mwa mwenye kumuita. Anamuuliza, sasa inakusumbua nini wewe ili uketi ukiongea? Akamwambia, sikiza, kutoka leo kama tutaendeshana nawe, jifundishe kutoongea mambo ya mtumishi ya mtu mwingine. Akamwambia especially kama mtu huyo mwingine ni Mungu. Kutoka siku hiyo Colette Mbum, ukikuja mahali hapo uanze umwambie, unajua fulani anakuuliza, kabla hajaendelea anakuuliza, brother, inakufaidi nini kuongea mambo ya mtumishi ya mtu mwingine? Na ile unaongea si mtumishi wako. Achana nayo. Akianguka aanguku miguuni mwako, anaanguka miguuni mwa mwenye kumuita. Hajawahi ongea mambo ya mtu tena. Je, unataka kumtumikia Jehova? Halo? Unataka kumtumikia Jehova? Hatumikii kwa kuhubiri, anatumikiwa kwa kutenda kile kilistahili, na unatenda toka moyoni mwako. Si Mungu awabariki. Tukutane saa 9. Tujaribu kuvaa upya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatamani kuona watu wenye sura ya Jehova. Glory be to Jesus. Yesu alikuwa mpole wa moyo. Anatarajia yeyote amfuataye avae sura hiyo moyoni mwake. Ili uache kiburi. Achana na kiburi, achana na kiburi. Uiname sana mbele ya Jehova. Ubarikiwe na jina lililo juu ya majina yote. Nimekubariki na jina la Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo. Mungu hawe nawe siku zote za maisha yako. Akuponye moyo na akuponye nafsi siku zote za maisha yako. Amani ya Bwana. Shalom.